Mzee Utopolo, mambo vipi? Bwana safi kabisa kaka, kwema kwanza. Una furaha? Mimi bado nina furaha kwa sababu matumaini bado ninao, uwezo ninao, sababu ninazo kuingia robo finali kaka. Kwa sababu sasa hivi hata tukachukua calculator sasa hivi tupige hesabu za chap chap kaka, mimi bado na matumaini kaka. Ndio nakwenda kwenye kauli mbiu ya baba taifa alishasema, ukiwa kwenye kilimo biashara kukata tamaa ni dhambi. Ukiangalia mpaka sasa hivi kwanza tumebakiza mchezo moja na yule adui yangu yule Farabat yule ambaye tumekwenda kucheza nyumbani kwake. Mechi ilikuwa ngumu kweli kweli, amenipiga goli moja, lakini unaangalia katika mechi ile ilikuwa ni ngumu kweli kweli, bonge la mvua na mibarafu inadondoka. Mechi ngumu sijawahi hata kuona, wazungu wanapenda kuita the hard way. Angalia maji unaambiwa Utopolo, mechi ngumu kwa Yanga ama kwa wenyeji Farabat? Kwanza yeye alikuwa nyumbani, kumbuka nchi ile kwanza ina baridi. Unajua mtu aliozoea kukaa kwenye nchi yake yenye baridi, hata kwa kuna baridi ikazidi zaidi ya pale, kwanza kashazoea mazingira yale, kashayazoea. Kwa hiyo yule baridi lile kashalizoea, bado katudondoshea mvua aka katutupia ukinyemba. Mvua imenyesha dakika 90, tena sio mvua, mpaka vipande vya barafu vinadondoka pale. Na ndio maana ukiangalia hata Israeli mwenda alivyotoka, unaona anatetema Mohamed Salah, kaona Mungu wangu nchi ya baridi, bado kajifunika blanketi pale, lakini mtu bado anatetema. Kwa unaona jinsi gani kwamba ile mechi ilichotukosti kwanza katika mazingira magumu, maji unaambiwa mpaka kwenye ugoko, wazungu wanapenda kuita kwenye swamp. Kwa hiyo ukiangalia mazingira yale ni magumu kwa kweli, lakini vijana wamejitahidi tusifungwe goli nyingi. Tumefungwa goli moja, tumekubali, tumerudi nyumbani, wale wametuzidi pointi 3, ina maana na pointi 8, sisi tuna pointi ngapi? Pointi 5. Kwenye mechi ya mwisho yanakwenda kucheza na Al Ahly mwenyewe kwanza wale wanabifu kubwa, wana kisasi, na ndio maana ukimwangalia katika mechi zake zote anacheza bila mashabiki. Walifungiwa wale mashabiki baada ya kumfanyia vurugu Al Ahly. Na Al Ahly wakati anatoka katika nchi ile ya Farabat alimwambia Farabat kwamba wewe tamba nyumbani kwako, hata mwenyewe utakuja nyumbani kwa wale. Mpaka sasa hivi wanabifu. Angalia sasa atakapokwenda kule kule Cairo wale nimekwambia, so Waarabu nimekwambia hiyo mechi atoboi. Alafu mbaya zaidi, kwanza kundi lenyewe limekaa kiutamu kati ya Farabat na wale wale Al Ahly wale. Al Ahly kwanza anataka ingia robo finali akiwa top scorer, yani kwenye coach kwenye msimamo yupo pale juu pale. Kwanza kwenye mechi ya kutoa sare dhidi ya JS Kabylie, kwanza tunasema naam, kwa sababu yule mpaka sasa hivi ana pointi zake 9, huyu Farabat ana pointi zake 8. Sasa akikubali afungwe nyumbani kwake Al Ahly, ina maana anatoka nafasi ya kwanza anakwenda kukamata nafasi ya pili, anabakia na pointi 9 zile zile. Huyu Farabat akimwachia ashinde anakuwa na pointi zake 11. Kwa hiyo Al Ahly hawezi kukubali, anataka ingie robo finali akiwa nafasi ya kwanza. Sasa hiyo mechi anaenda kufa. Sasa kishakufa sasa, iwe goli ngapi? Goli moja ama 3, kwamba atakavyokufa anabakia na pointi 8 zile. Kipindi hicho kule samefungwa kule mbaki na point 8. Mimi huku sasa dhidi ya JS Kabylie na kwenda kucheza zaidi ya finali kaka, naziona goli 5. Sasa yule akinyolewa kule goli moja, mimi nije nishinde goli 3 ama 4 huko. Baba robo finali mimi naiona kaka. Au kama una beti? Sio na beti kaka, hilo ndio hesabu za haraka, kwa sababu ukiangalia hata mtoto wa Mudi, ukienda kuangalia point alizokuwa nazo pointi 2 kama matali ya bodaboda, unaona kabisa hata akachukua calculator, akachukua kompyuta, apige hesabu zake bado hazimruhusu hata kuku kumeza punje. Kwa mimi nikipiga kwanza mtoto wa Mudi hata kunyosha miguu sasa hivi hawezi, na ndio maana ukiangalia sasa hivi hata jeuri ya kuongea sio anaitoa wapi, kwa sababu kwa mtu mwenye akili zake timamu itakuwa kae kimya sio anaongea, lakini toto la Mudi linajifanya limefichama kwenye shamba la karanga, mwisho siku linatuambia Yanga bye bye. Sasa mimi na yeye nani mwaka kunde? Maana tuulizana sasa, mimi na yeye nani mwaka kunde? Kwa sababu mtoto wa Mudi hata ukampelekea uji mwepesa sasa hivi anashindwa kuunywa sasa hivi kutokana hali mbaya, yuko mahututi tena kafa kabisa. Mzee Utopolo naye haioni nafasi yako ya kwenda robo, anasema yeye ndio mkubwa, akienda robo anawakilisha Tanzania na timu zote, lakini wewe huwezi kwenda robo, yeye hajaenda na mambo yashakuwa magumu. Punje umeshindwa kuimeza kaka. Mimi nimekwambia Jumatatu tutakutana hapa kaka. Jumatatu utakuta mimi nakuja na pepea kama kumbi hapa. Ni kaka, mimi nakwambia nakwenda kuingia robo finali kibabe. JS Kabylie ukiangalia michezo yake yote aliocheza, yani ni kubufuriwa vijola. Sasa kama mtu anabufuriwa vijola, kumbuka na mechi yangu tuliocheza pale nyumbani kwake pale. Napo walishona kijola pale. Sasa yule nikimwangalia kwa haraka, yule nakuja kumuivisha pale kwenye uwanja New Amani Zanzibar kwenye gereza la Guantanamo mahakama za Hague. Nakuja kumuivisha kama ubaba, naziona goli 4 mimi nashinda goli 4 pale, yule Farabat kula nakufa na anaenda robo kaka. Uwanja ndege mimi nakwenda mimi kaka. Mtoto wa Mudi ndo anarudi kwenye vimbinyiko, sio mimi. Rahisi sana Mzee Utopolo kwamba unasema Farabat anaenda kufa kule Misri.
wao pia. Wewe uone unakufa na JS Kabylie, kwako ni nyepesi? Kaka, ukiangalia katika michezo yangu mimi niliocheza, ukimwangalia JS, kwa sababu mtoto wa Mudi na Jessica Kabila wale nitakuwa ndo waungane wapige kelele sehemu moja, kwa sababu wanakwambia ndege wafananao huruka kwa pamoja. Katika michezo ambao wamecheza mitano, mtoto wa Mudi na mechi gani kashinda? Hajui hata ladha ya ushindi kwenye ligi ya mabingwa. Yule Jessica Kabila katika michezo yake yote aliocheza mitano, hajui hata ladha ya ushindi katika michezo yake yote aliocheza. Sasa ukiangalia kwa haraka unaona mtoto wa Mudi na wale Farabati wale ndio itakuwa kae sehemu moja apige kelele kwamba bwana mimi na wewe pipa na mfuniko. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka watoto wa Mudi, kwanza mtoto wa Mudi anavyofurahi si kufungwa, mimi naona wako sahihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto wa Mudi hakuna sehemu nyingine ya kufurahi zaidi ya kuona Yanga ametoa sare, kuona Yanga kafungwa. Kwa hiyo wale wanajifanya amefichama kwenye shamba la karanga ya kusema Yanga bye bye, wala kwambia tu hatuwezi. Sio wanasema, wanakwambia wao, wanakwambia wanataka sisi tufungwe tuishie point 5 na wao washinde kwa Mkapa, na wao wana point ngapi? 5. Hatuwezi kuishi nchi hii kama Kambale, baba ndevu, mtoto ndevu, dada ndevu. Wanaume hao hapa vivulana vile kule kaka. Maji na mafuta shajitenga mpaka sasa hivi. Kwani jeuri ya kuongea naitwa wapi watoto wa Mudi? Wale watoto wa bishi wale. Kwani mpaka sasa hivi bado hajakubali kama Yanga anaingia robo finali. Ukisikia ile kauli ya vimba mwana baba, bado tunavimba sisi kaka. Nimekupigia hesabu za chap hapo. Kilichokuhamisha Young Africans mbele ya Farabat ilikuwa ni nini hasa? Mazingira kaka, simetoka kutajia hapa. Hivi wamechajuzwa, wameiangalia kwanza. Lakini mlicheza wote. Nimekwambia alozoea kuishi kwenye vigingi, amezoea tu. Leo huyu wewe ukafanya mazoezi na wanajeshi kwenye vigingi, wote waweza kuruka. Na ndio maana nimekwambia mechi ile kwetu sisi ilikuwa mazingira magumu. Wazungu wanapenda kuita the hard way. Angalia Diala kata na daka mpira, anazoa mpaka na mimaji, akipiga mpira mpaka na mimaji inatimka ule. Kwa hiyo mimaji ile juzi imetukosi, kwa sababu ukiangalia mpira wanaopiga Yanga ni mpira winome, mpira uyangasule. Sasa mpira ulikuwa unapigwa hata pale ufiki. Mimaji mtu akipiga mpira unaambia na mimaji inatimka timu. Angalia maji mpaka kwenye ugoko, wazungu wanapenda kuita kwenye somo. Katika mchezo ambao umetukosi, mazingira yalikuwa sio rafiki. Sasa katika mazingira yale twende kunyua Amani Zanzibar siku ya Jumamosi, si Ijumaa, uone nitakavyokwenda kumpigia pila winoma Jessica Kabila. Ndio maana nimekwambia mechi ile kama kungekuwa kuna jua kali, uwanja unaruhusu kucheza bolu lile la Yanga la winome. Yule nani yule Farabat alikuwa anakufa nyumbani kwake, pamoja na mazingira magumu, lakini bado watu wamepiga pira winome pale. Haya, mtoto wa Mudi aliocheza kule katika mazingira mazuri pie dela. Kwa hiyo ukiangalia sasa kwa haraka, kwanza elewa hili ni kundi la kifo. Na nyinyi waandishi habari, wakati ratiba inatoka mlisema Yanga yupo kwenye kundi la kifo. Sasa twende hivi, mtoto wa Mudi kule kashona dela, si ndio hivyo? Ana pointi 2, mimi nimefungwa na pointi 5. Nani yuko na nafuu? Alofungwa mpaka sasa hivi Yanga ana uhakika kufika robo finali. Alotoa sare Matumaini amekufa. Nani yuko bora hapa? Haka. Mimi bado na matumaini na kusonga mbele, vimba mwananchi. Tunapumulia mashine. Tunapumulia mashine kwa ICU. Nimekwambia katika watu ambao wana furaha mpaka sasa hivi wana hata pressure hata chembe. Mimi rais wa keke wote Tanzania sina pressure hata kidogo, hata chembe. Yaani mimi naruka tu na nesa tu na mnao unaambia napepea kama kumbe. Na ninavyokwenda Zanzibar nakwenda napepea kama kumbe. Ninashangata mtoto yani nguvu ya kuongea sielewa anaitoa wapi. Hii kacha ni ya Simba. Iko wapi? Hii hii so kacha, hii gloves kaka. Wewe nao unakuwa kama mtoto wa Mudi. Kwanza kwenye kombolela lao utakao kuja kucheza watoto wa Mudi, mimi naomba mechi hiyo wacheze bila mashabiki, au kama mashabiki wataruhusiwa naomba Mangungu apewe bastola kama hii, kwa sababu mimi naona kifuru fumbi cha mawe kinakwenda kutokea tena kwa Mkapa. Nyenye mna mashahidi, kwa sababu wamekata tamaa watu wale mpaka sasa washapakala nyanyika. Hata ile juzi walivyoomba samani wale waongo. Kwa mimi naliomba jeshi la polisi kwenye mechi hiyo wa kombolela lao la siku ya Jumamosi, naomba apewe bastola. Namshinda hata mimi rais wote Tanzania na AK47. Kwa hiyo sasa apewe bastola ili atakapokwenda jihami, wakiwasogelea tu kile kikundi cha wauni apige kama 3-4 juu kama weleweke, pige susha wengine wale alafu wakienda mahakamani wanapewa kesi ya hujumu uchumi kwamba Mangungu alikuwa anajihami kaka. Imeisha hiyo.